Karibu sana ndugu wapendwa katika mazungumzo ambayo tuko nayo ya kuhusu kutafuta Mungu ama kuhusu kuelewa neno la Mungu ama kuhusu kuwa na utafsiri mkali kupitia Biblia. Ndio, leo nina neno kuu ambalo Roho ameweka ndani ya moyo wangu ambalo nataka kusharinga na nyinyi nyote ambalo limenibariki. Najua neno ambalo limenibariki na wewe pia litakubariki. Basi leo nina neno ambalo nataka tuzungumzie. Kuna neno ambalo nilikuwa niko nasoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana ambacho Yesu Kristo alikuwa akiandikia makanisa ambapo kuko vitu vya kutisha. Wakati nilikuwa nasoma hilo neno nikaelewa, Roho akanielewesha vitu mbalimbali, nikaelewa hivyo vitu mbalimbali. Nikaona kwamba acha nisharinge haya maneno pamoja na nyinyi ndugu zangu ambao mko katika ulimwengu wote mzima, tusharinge haya maneno. Kwa sababu nilikuwa nikijiuliza kwa haya maneno na nikiyatafakari, nikiyawaza sana. Lakini kuko mapointi 2-3 ambazo leo tutazungumzia kupitia kwa hiki kitabu cha Ufunuo, na nataka wewe uwe tayari na uwe makini kupokea kitu fulani ambacho Mungu ataweka ndani ya roho yako kupitia neno hili la leo. Ndiyo ndugu mtazamaji. Basi kabla hatujaanza kila kitu ambacho huwa tunapenda kumtanguliza Mungu mbele ili Mungu atuongoze na atusaidie katika kila jambo ambalo tunaloenda kulifanya. Basi naenda kuombea kila mtu ambaye atafuatilia hii maongezi ama hii mazungumzo. Naenda kumwombea ili Mungu amguse mahali alipo, na niombe ili Mungu maneno ambayo nitakayosema sikuwe maneno ambayo yanatoka kinywani mwangu, na nikiombea kila mmoja ambaye atafuatilia mazungumzo haya. Mungu Baba yetu, ninasema asante, hakuna aliye kama wewe. Baba, tunaanza mazungumzo, tunaanza kipindi ambacho tunakuaga nacho cha kutambua neno lako ama kukutafuta zaidi ili tukuelewe zaidi. Basi Baba, nina mazungumzo ambayo nataka kufikisha katika ndugu zangu. Basi nakuomba Baba uwe pamoja nami na unisaidie na usaidie ndugu zangu, kila ambaye atakayesikiliza maneno haya apate kufarijika kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mwenyezi Mungu, pamoja nasi na utuongoze kila jambo, tusizungumze maneno yetu bali useme ndani yetu, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi ndugu wapendwa, leo tuna mafundisho yetu yanasimamia kanisa la Laodikia. Ni kanisa la Laodikia, ni kanisa la 7 ambalo Roho alikuwa akiandikia hizo nyakati katika Ufunuo. Hili kanisa ni kanisa ambalo liliandikiwa la mwisho katika kanisa ambayo yako katika kitabu cha Ufunuo, na ni kanisa ambalo lilikuwa na vitu vingi. Hili kanisa lilikuwa na utajiri, hili kanisa lilikuwa pia lina hospital, lilikuwa lina maji mazuri. Hili kanisa, yani hivi vyote tutaenda tukiviona tukijifunza Laodikia ilikuwa ni wapi na palikuwa na nini. Najua nini Yesu Kristo alikuwa akiwaambia, hamuko moto wala baridi. Na Yesu Kristo alikuwa akiwaomba kwamba muwe moto ili nisikuje kuwatapika. Basi tutasoma neno ambalo liko katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 14 na kushuka na kuendelea. Biblia yangu inasema kama jinsi ifuatavyo, mstari wa 14: na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenavyo yeye aliye Amina, shahidi, aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo na kuumba kwa Mungu, na yajua matendo yako. Yesu Kristo anaanza na kusema kwamba matendo yako anayajua. Anaanza na kusema kwamba anajua matendo. Hii ni kanisa, alikuwa akisema kwa hili kanisa, akisema kwamba matendo ya hili kanisa alikuwa anayafahamu vizuri. Akasema kwamba anayajua matendo yako, mstari wa 15. Najua matendo yako ya kuwa huu baridi wala huu moto. Tunajua matendo yako kwamba huu baridi wala huu moto. Hili neno huu baridi wala huu moto tutaenda tukizungumzia sana. Huu baridi wala huu moto. Basi kwa sababu una vuguvugu, kwa sababu umekuwa vuguvugu, huu baridi huu moto umekuwa vuguvugu. Neno linaendelea likisema kwa sababu una vuguvugu, wala huu baridi wala huu moto. Basi kwa sababu una vuguvugu, wala huu baridi wala huu moto, nitakutapika
nitakutapika. Yani Mungu atakutapika, Mungu atatutapika. Tusiwe baridi wala tusiwe moto, Mungu atatutapika. Mungu anahitaji tuwe kitu kimoja, ikiwa ni baridi tuwe baridi, ikiwa tuko moto tuwe moto. Tutaendelea kuelewa zaidi. Ndiyo, nitakutapika, utoke katika kinywa changu. Mungu anasema kwamba atatapika ili hawa watu, atatapika hawa wenye hizi tabia ambao hawako baridi wala moto, watoke katika kinywa chake. Ndiyo. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri. Hao Laodikia kwa sasa ni Uturuki, ni huku ku Uturuki, nchi ya Uturuki, Taki huku ku nchi ya Uturuki, mu gihugu cy'Abaturuki. Walikuwa wana sifa ya kwanza ambao walikuwa nayo, walikuwa ni watajiri. Walikuwa na chuma, walikuwa ni watajiri, walikuwa na pesa. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu. Hawa walikuwa watajiri na wanaingia kanisani, walikuwa wao wana kila kitu, lakini walikuwa hawana haja ya kitu chochote. Ndio maana walikuwa vuguvugu, wako moto, kwa sababu walikuwa tena hawana haja ya Mungu. Sijui walikuwa kama hawana haja ya Mungu, lakini tena like kumuomba Mungu juu atende miujiza. Wao walikuwa wana utajiri. Ile kanisa la Laodikia nitakutapika. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri. Kwa kuwa unasema uko tajiri. Mali za dunia haziwezi sababisha useme uko tajiri mbele za Mungu, ama zisababisha usifanye mapenzi ya Mungu. Sababu Mungu hashituliwi na hela ambazo uko nazo. Ndiyo, hicho ni kitu cha kwanza. Tutazungumzia vyote vizuri hata nimalize kusoma. Kwa kuwa wasema utajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya mnyonge na mwenye mashaka na mwenye maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri. Mungu anatupatia shauri. Huyu ni Yesu Kristo ambaye alikuwa anasema na ile kanisa, akitupatia shauri. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe, upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Hawa watu walikuwa na sifa, hizi sifa nitakuja kuzizungumzia heko. Walikuwa na sifa ya kuwa watajiri, walikuwa na sifa ya pili ya kuwa na viwanda vya kutengeneza mavazi, walikuwa wanaona kwamba ni wanavaa vizuri. Walikuwa tena wana sifa walikuwa na sifa ya hospital, walikuwa na hospital ya kutunza macho. Walikuwa na hospital ya kutunza macho, walikuwa wanatunza watu mbalimbali ambao walikuwa na shida za macho. Ndio sifa kuu tatu ambazo hili huku Laodikia walikuwaga nazo, sifa tatu hizo. So Biblia inasema hapa ku 18, nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe, upate kuvaa, aibu ya uchi wako. Wao walikuwa naona wamevaa, lakini Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa anaona wako uchi wako. Usionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wape nao mimi na wakemea. Unasikia neno la Mungu jinsi linavyosema. Wote ambao Mungu anapenda huwa na wakemea, huwa na washauri, huwa na waonya. Ndio. Wote ni wapendao mimi huwakemea. Wote ni wapendao mimi huwakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Maneno haya yanamaanisha nini ambayo tunamaliza kusoma? Tumeanza tukisoma ili ni kanisa la Laodikia, makanisa 7 ambayo Roho Mtakatifu alikuwa akitoa ujumbe. Na katika haya makanisa sisi sote tunajikuta tuko ndani, tunajikuta tuko katika hizi group na haya makategori ya vitu ambavyo Roho Mtakatifu alikuwa anazungumza. Namba 1, tumekuta kwamba katika haya makanisa, katika hili kanisa kulikuwa tatizo la kwamba walikuwa ni watu ambao hawako baridi wala moto. Walikuwa vuguvugu. Walikuwa
hawezi jua ni wapagani au ni Wakristo. So which means walikuwa ni cameleo changer couleur, sijui cameleo changer couleur, cameleo walikuwa ni macameleo. Wakifika hapa ni hao mabao wanaingia nini, wanaingia kila fasi. Walikuwa ni watu ambao hawezi tofautisha hawa ni Wakristo au ni wapagani. Walikuwa ni watu wa kuchanganya manake. Ndio maana Yesu Kristo alikuwa akisema kwamba mko vuguvugu, mimi nitawatapika kwa sababu si ndege si kunguru. So hakuna, Yesu alikuwa anatafuta kwenye anaweza naona si ndege si kunguru, si umbwa ni mbwa mwitu, si umbwa mwitu. So walikuwa hawana rangi yao ilikuwa kila mahali kwenye wanafika wanafanana na hicho na hiyo nafasi. So walikuwa ni watu ambao hawapo moto wala baridi. Kwa hiyo neno la Mungu linasema kwamba Yesu watu kama hao atawatapika. Watu kama hao tukiwa na namna hiyo atatutapika. Na Yesu alikuwa akizungumza maneno haya, nilikuwa nikiyafikiri, nikiyatafakari kuhusu maisha yangu, nikiangalia, najiuliza Yesu, inabidi maisha yangu yawe straight. Ikiwa nimeamua kuwa mwenye haki, ni kuwe mwenye haki. Ikiwa nimeamua kuwa mchafu, nichafuke, kwa sababu Yesu yeye kama huko mwenye haki, huko mchafu. Ni vitu viwili ambavyo vinaendana. Opposite ya mwenye haki ni kuwa mchafu, ni kuwa mtenda dhambi. So opposite ya kuwa mtenda dhambi ni kuwa mwenye haki. So Yesu Kristo, hao watu inaonekana kwamba walikuwa wako katikati. Walikuwa wanamchanganya, hata kama na yeye walikuwa wanamchanganya, anajiuliza watu wako vuguvugu, wako moto, wako baridi, sasa ndio wakamatia wapi? So alikuwa anajiuliza kwenye anaweza wakamatia. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa anaonya ili kanisa ili lichague mwelekeo, litoke katika kuwa vuguvugu, lichague. Kama kanisa litaendelea na ubaya, liendelee. Kama kanisa litaendelea na utakatifu, liendelee na utakatifu. Lakini Yesu Kristo hakukuwa na nia ya kusema wachague kuendelea na ubaya. Alikuwa anataka waendelee na utakatifu, kwa sababu ndio maana hapa kumwisha alisema mwenye ambaye napenda namkemea na namrudi, huwa mwenye napenda mimi namkemea. So alikuwa anasema makosa ambayo hili kanisa lilikuwa nalo ili liyatengeneze. Kwa hiyo hii si kanisa ambayo Yesu Kristo alikuwa anaambia kanisa nyumba ambalo tunajua jengo, hapana. Yesu Kristo alikuwa anazungumza na mimi, anazungumza na wewe, kwa sababu wewe ndio hekalu la Mungu na mimi niko hekalu la Mungu. Ukisoma Roma 12 mstari wa kwanza kufika kwa pili, inasema hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. So inamaanisha kwamba sisi miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. So alikuwa sisi ndio kanisa la Bwana, kama hekalu ndio kanisa, kwa sababu ikiwa miili yetu ndio hekalu, which means hili neno Mungu alikuwa anazungumza na sisi. Na haya maneno yanafanyikaga sana, nakuta mtu hana msimamo, anajikuta iko katikati, haeleweki. Ndio maana Yesu Kristo anasema na sisi na kusema kwamba hatuko moto wala baridi, atatutapika kabisa. Hiyo ni kweli, atatutapika. Neno la Mungu linasema katika Yohana mstari wa 7:21 kushuka kwenda chini, unasema ya kwamba wengi wakati huo acha nisome mstari wa 7 hapa Yohana Mathayo, napenda kuchanganya Mathayo na Yohana. Mathayo mstari wa 7 sura ya 7 mstari wa 22 22 unasema hivi: wengi watanambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo? Kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza. Yaani hawa ni watu ambao walikuwa kanisani, ambao Yesu Kristo alikuwa anasema hapa katika ile kanisa tulikuwa tunasoma la Laodikia, ambao ni watu ambao walikuwa na miujiza walifanya wakitumikisha jina la Bwana Yesu Kristo. Lakini walikuwa vuguvugu. Yesu Kristo hao watu aliwatapika, aliwaambia ondokeni, sikuwahi hata kuwajua. Hivi mimi najiuliza swali, ni kweli Yesu Kristo hakuwahi kuwajua? Lakini aliwajua njia ambayo wao hawakuwa wanajijua. Wao walikuwa wanajua kwamba wanamtumikia Mungu, lakini wanamtumikia Mungu pamoja wakichanga na uovu. Kwa hiyo shauri langu ni hili, Mungu anaomba ili tuache uovu, tuache mambo ambayo hayastahili, tuache kuwa vuguvugu wala moto, tuchague tuwe moto, tuchague tukuwa wenye haki, tumfuate Mungu, tutende mapenzi yake, tutende vile ambavyo Mungu anatuomba kufanya.
kama jinsi alivyotoa hii onyo. Hii ni ufunuo, hii ni message ya ufunuo ya nyakati za mwisho ambayo Yesu Kristo alitoa. So kwa hiyo tutoke katika ubaya, tutoke katika shughuli ambazo tuko hemo. Hapa anasema kwamba hao watu walikuwa ni watajiri, walikuwa wanajivunia mali zao, walikuwa ni watajiri. Walikuwa na hospital ambayo ilikuwa inatunza macho. Walikuwa na hospital ambayo ilikuwa inatunza macho, lakini neno la Mungu linasema kwamba lakini walikuwa vipofu. Ijapokuwa walikuwa na hizo hospital ambazo zinatunza macho, walikuwa vipofu, walikuwa hawawezi hata kuona. Kufuatana na Mungu, yeye alikuwa anaona wao ni vipofu, kwa sababu kipofu hawezi kuongoza kipofu mwenzake. So alikuwa anawaomba wamsogelee Mungu ili Mungu afanye nini? Awape dawa ya kuosha macho, wapate kuona, waone kiroho. Awapatie utajiri ulio na thamani, utajiri wa hali ya juu, ambao yeye Mungu akikupa utajiri, ama utajiri ambao Mungu atakupa nao hapa duniani na mbinguni, unakuwa nao, ni utajiri wa amani, utajiri wa utakuwa, ukikuwa tajiri kutokea kwa Mungu, utakuwa tajiri, mtu ambaye anasaidia wanyonge, yatima, wajane, hautawaacha. Lakini wao walikuwa ni watu ambao ni watajiri, lakini matendo yao yalikuwa yanaachana na jinsi Mungu alivyokuwa anaona. So kwa hiyo na mioyo zao zilikuwa zimefarijika, wakisema kwamba tulia, tuko na hela, tuko na pesa, hospital mbona tuko na. Walikuwa na maji, hayo maji ambayo walikuwa nayo yalikuwa ni maji ambayo si baridi, si vuguvugu, yalikuwa yako tu pale. So ndio maana Yesu Kristo akasema kwamba mweye muache kuwa kama mtoke kuwa vuguvugu, mchague kuwa kitu kimoja kati ya vitu viwili. Kuwa baridi, kama uko baridi uwe moto, hapana kuwa uko katikati ya hivi vitu viwili. So hili neno linatusaidia nini, au linatuomba nini? Linatuomba tufanye nini, au linataka kuzungumzia nini haswa? Mimi hili neno, kitu ambacho linifundisha kwamba sihitaji kuwa kigeugeu. Sihitaji kuwa kama kameleo. Nahitaji kuwa mtu mwenye msimamo. Kama nimeamua kumfuata Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu, nahitaji kusimamia katika huyo msimamo. Nahitaji kusimamia katika huyo msimamo. Cha pili ambacho ile neno limenifundisha ni kwamba mali zote ambazo nitakuwa nikizipata niwekeze kwake Bwana, niwe nachungisha kwake Mungu. Sisemi hela zote ambazo utakuwa unapata unawekeza Bwana yuko wapi, haonekani. Nasema kwamba unaweza pata pesa Mungu anakubariki hapa duniani, lakini usisahau kusaidia yatima, wajane, wanyonge ambao hujiwezi, na kuendelea kufanya chochote ambacho neno la Mungu linasema, na kuendelea kutembea katika njia ya Bwana. Pesa zisikufanye ujivune. Ukipata pesa zisikufanye majivuno anapanda, unaanza ona kwa vile wewe sasa Mungu yuko chini yako kwa sababu uko na pesa. Pesa zisababisha unaona kwamba matatizo yako yameisha. Hapana. Na wenyewe wako na pesa sasa hivi, wako na matatizo ambao wanahitaji Mungu katika maisha yao. Lakini mimi kitu ambacho nimejifunza, niwe na pesa nisiwe na pesa, napaswa kumtumikia Mungu, au napaswa kufanya kila ambacho Mungu anataka. Na cha tatu ambacho nimejifunza, nimfuate yeye Mungu, yeye aniongoze, anipe dawa ya macho ili nipate kuona wakati niko hemo, ama nyakati ambazo niko hemo ni nyakati gani. Tuko katika nyakati za mwisho ambazo neno la Mungu linasema ya kwamba nyakati za mwisho watu wengi watajitenga na mafundisho mazuri, wakifuata mafundisho mabaya. Kwa hiyo hizi nyakati ambazo tuko hemo ni nyakati mbaya ambazo watu wengi watajitenga. So ni kumsogelea Mungu ili Mungu apate kukufundisha, kwa sababu Mungu ukizidi kumsogelea unazidi kumjua, lakini ukizidi kuwa mbali na yeye, kumjua ama kumuelewa vinakuwa viko mbali. So nakuomba ndugu yangu, katika hili neno ambalo tumesoma ni vidogo, mimi nimesema vile ambavyo ninavyovielewa, sijui naona vielewa namna gani, lakini ninakuomba hata na wewe pia uende ukapate Biblia yako, uanze kusoma neno la Mungu, uanze kutafuta Mungu, utafute nafasi, uanze kufunga na kuomba, uende utafute mahala ambapo unaweza ikaa, umtafute Mungu, kwa sababu neno lake linasema kwamba wanitafutao wataniona, wanitafutao kwa bidii wataniona. Tuweke bidii kwa kumtafuta Mungu. Kuko neno ambalo alisema kwa bidii. Bidii ni kuongeza nguvu, Kwa hiyo tuongeze bidii kwa kumtafuta Mungu ili tumjue, tumuelewe, ili siku ya mwisho asikuwe sema wewe sikujui, sikuwa hata na kukujua. Asikuwe kukataa ndugu yangu, kwa kuwa hawa aliwaambia kwamba nitawatapika kwa sababu hamko vuguvugu wala moto. Na akakuja maliza kumstari wa 19 hapa, alikuwa anasema kwamba ati nimpendaye huwa namuonya, nimpendaye. Kwa kuwa Mungu anatupenda, anatuonya na kutuonya. Hiyo ni upendo wa Mungu, anatuonya na kutuonya. Yeye hatuadhibu hapo hapo, anatuonya na kutuambia cha kufanya. Hapa 19 ndio ambayo inasema kwamba 19 inasema wote ni wapendao mimi nawakemea. Wote Mungu awapendao huwakemea.
huwakemea. Hata na wewe pia mtoto wako akifanya kosa, humkemea ili asirudie katika lile kosa, kwa sababu nampenda. Kwa hiyo Mungu anakupenda, ndio maana anakuonya na kushauri, anakuambia toka kuwa vuguvugu, toka kujiona uko tajiri, toka kujiona kwamba uko unaona na hauoni. Omba Mungu akufungue macho upate kuona. Omba Mungu akusaidie ili upate kuona, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo neno lake linasema kwamba wote ni wapendao huwakemea. Kwa hiyo Mungu yika anatukemea akiturudisha katika njia iliyo sahihi. Hii 19 wote ni wapendao mimi huwakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Neno la Mungu linamaliza likisema ati uwe na bidii ukatubu. Kwa hiyo hakuna kitu kingine zaidi ya kuwa na bidii. Ikiwa ulikuwa vuguvugu, uwe na bidii ukatubu. Ikiwa ulikuwa uko katika mabaya na kanisa unaenda, uwe na bidii utubu na uanze vizuri. Anza vizuri ndugu yangu, ili hii safari, kwa sababu hii safari sio lele mama. Hakutaingia washindaji tu. Biblia inasema kwamba kutaingia ambao zaidi ya washindaji. Tukisema washindaji tutakuwa sawa yenye tunashusha nguvu, lakini ni zaidi ya washindaji. Ngwintwarane mukinyarwanda niho bavuga ngwintwarane unibwo zaharani. Kuanzia wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka leo ufalme wa Mungu ukamata matekwa kwa nguvu. Hapana kuingia tu kwa neema. Hapana, sio kwa neema kuingia mbinguni. Hapana, ni kwa nguvu, na wenye nguvu ndio ambao watauteka. Ndivyo ambavyo neno la Mungu linasema. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi nakupenda na mimi pia najipenda. Tunapendana sisi wote na tunapigana ili tuende mbinguni. Vita ni vikali, inabidi tupigane vita vilivyo vizuri, tukipiga bila kupiga swata kama jinsi Paulo alivyosema. So tupigane vita vilivyo vizuri, tukikimbilia kutubu, tukimrudilia Mungu. Tumrudilie Mungu wetu ili atufikishe mahali ambapo tunaenda, kwa sababu hii maisha ambayo tunaishi, nyuma ya hii maisha kuna ingine maisha ambayo inatusubiria nyuma ya hii maisha. So napenda ndugu yangu, wakati utakapokuwa ukisoma Biblia, ujichagulie katika nyuma hii maisha, ni maisha gani ambayo unataka kuishi. Unataka kuishi mauti wa milele au unataka kuishi uzima wa milele? Hiyo ni chaguo lako. Ninakuomba ndugu, uendelee na kumtumikia Mungu bila kosa lolote. Ukiona umefanya kosa, uombe Mungu, umsogelee Mungu, atakusaidia. Na ukiona unaendelea kufanya kosa, hiyo ni upungufu wa kuwa hauna Roho Mtakatifu. Kama hauna Roho Mtakatifu, mtafutishe, kwa kuwa neno lake linasema kwamba atawanyima namna gani Roho Mtakatifu kwa watu wamuombae. Kwa hiyo tumtafute Mungu, tumsogelee ili tumjue zaidi. Mungu awabariki na Mungu awatendee mema na Mungu aendelee kuwasaidia kwa hilo. Asante sana.